Mzize Clement. Mzize! Attention please. Landi, tukija kwenye mechi tumeshuhudia jana mechi zikichezwa, kwa maana Young Africans wameshinda 5-0 kama ambavyo walifanya katika mchezo uliopita. Mchezo uliopita Simba wameshinda 5. Mchezo jana mambo yamekuwa ni magumu, watoto wameng'ang'ania bao moja, almanusura ngoma iende sale. Kufuatia mchezo ambao unafuatia, hii inatoa taswira gani kwenye vilabu hivi, kwa maana kwamba Mafahari wa Kariakoo ikiwa ndio mchezo wa maamuzi? Kwanza kifupi nizungumzie tu kwamba kumaliza mchezo salama na kumaliza ligi salama. Mimi naamini tutakuwa tumemaliza ligi ya 2020 ngapi? 23, 2024, 2025 tumemaliza ligi siku ya jana, kwa sababu mechi zote jana zilionyeshwa. Hakuna hata channel moja ya Azam TV ambayo jana haikuonyesha mpira. Maana zote zilionyesha mpira. Maana michezo yote ilionyeshwa kwa pamoja. Kwa hiyo mimi naamini binafsi ligi tumemaliza siku ya jana. Huo mchezo mwingine utachezwa ni kama mchezo wa kirafiki kama utachezwa. Siamini kama itakuwa bado ligi kuu ya Tanzania. Mimi naamini ni mchezo wa kirafiki, kama watu watacheza kwenda kupimana tu ubavu, kuona nani ni nani basi, lakini kama ni ligi tumemaliza jana. Mimi siamini kama mchezo unaofuata ni mchezo wa ligi. Nani kumekuwa kuna ukakasi. Tumeshuhudia baada ya mchezo kutamatika, alifanyiwa interview mchezaji wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Ladaki Juma Chasambi, alipo hujua swala la na alitaka kufunguka ya kusema kwamba mchezo unaofuatia kama alistopishwa hivi. Msemaji alikuwa akiulizwa na mashabiki tarehe 25 mchezo upo, anaishia kutabasamu na anaonesha dole gumba mara kwa ya kwamba mambo yako bie. Hii inaleta taswira ipi? Simba bado wana ukakasi na mchezo huu ikiwa siku imesalia moja kuelekea katika mchezo wenyewe. Mimi binafsi kwa viongozi wangu wa klabu ya Simba kukaa kimya, hii ni ishara ya mtu ambaye anahitaji kusonga sehemu anayofuata. Ndio ninachokiamini mimi. Sawa Unajua ukikaa tu na kuzungumza inawezekana kwamba ukawa umefaidisha kitu au umeenda kutia hasara kwenye jambo fulani. Kwa hiyo ninachokiamini mimi binafsi, mchezo wa jana ndio mchezo wetu wa mwisho. Na viongozi wa klabu ya Simba amezungumza msemaji, lakini amezungumzwa mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye amechaguliwa, na wanachama wa klabu ya Simba waliacha shughuli zao wakaenda ukumbi wa Mwalimu Nyerere kwenda kupiga kula. Na yeye maana yake ndio kiongozi wa klabu ya Simba, mwenye zamana ya klabu ya Simba. Hata huyo Ahmed Ally hawezi kuzungumza chochote bila viongozi wa klabu ya Simba kumpa mamlaka. Yeye Ahmed Ally ni mwajiriwa ndani ya Simba, lakini viongozi wa Simba sio waajiriwa ndani ya Simba. Ni sisi tumewapa zamana ya kwenda kuiongoza klabu yetu, lakini Ahmed Ally ni mwajiriwa kama alivyo CEO. Young Africans wamesema 5 zimepeleka salamu kuelekea katika mchezo unaofuatia. Hamtaingia na wasiwasi wowote wa kusema kwamba zinaweza kuwakuta zile ambazo ziliwakuta tarehe 5? Waliwafunga wale wafua nguo za watoto kule Ethiopia, na walishindwa kupeleka salamu zile kwenye makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa sisi itakuwa salamu kwenye mechi zidi yetu sisi. Yaani goli 5 wao kutufunga sisi. Sawa Mimi binafsi nilisahau muda mrefu sana kutufunga wao sisi goli 5. Toka hiyo 78 walofunga goli 5. Sawa Akafuti tukaja kuwafunga goli 5 juzi tu 2012 5-0. Wao toka hiyo 78 mpaka leo hawajui swala la kuifunga tena Simba goli nyingi. Sasa wanazungumza nini? Kati sisi tumefunga goli 6 mwaka 77, 6-0 hajalipa mpaka leo. 12 5-0 hajalipa mpaka leo. Wamekuja kutufunga goli 5 moja wameweka mpaka kwenye jezi. Manake ilikuwa ni mpango wa mchongo wa kutengeneza mazingira ya maduka pale kwetu. Sasa hivi hatuna genge wala hatuna duka pale Simba Sports. Kwa hiyo hakuna kipengele. Pale tuna nyumba ya kulala tu. Ukija pale kama umepotea njia huko, njoo tukiwa binadamu tunakwambia chumba iko hapo, lala, kesho endelea na safari. Lakini sio kwamba tutakulipisha. Hakuna biashara Simba Sports bana. Sisi sasa hivi ni kazi tu. Mechi ya mwisho ambayo inawakutanisha ni mechi ya maamuzi. Mechi ambayo mashabiki wa Simba wanalalama na kusema ya kwamba kwa nini viongozi hawatoi tamko lolote, ikiwa mechi ya dabi wanafahamu wao inachezwa nje na ndani, kwa maana mambo ya kamati ya kiufundi hawajapata fursa ya kufanya hilo. Hii inaweza ikawa sababu ya kupelekea mnyama kupoteana siku ya tarehe 25, kwa maana kwamba siku zimeisha. Mimi niseme tu kwa viongozi wa klabu ya Simba, hii shughuli sio ya kwetu. Shughuli ni ya watani zetu. Wao ndio wenye maandalizi ya kila kitu. Lakini sisi kama waalikwa pia tuna maandalizi yetu, tunajiandaa kuelekea kwenye shughuli hiyo. Hatuwezi tu nikatoka nyumbani tunakuja kwenye shughuli hata kadi sijapewa ya kuingilia kwenye shughuli. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lazima uilipie na upewe kadi ya kuingilia sasa kwenye shughuli. Kuna kadi utapewa ya mchango, lakini kuna kadi ya kufanyaje? Ya kuingilia ukumbini. Lakini mpaka sasa manake si kadi ya kuingilia ukumbini hatujapewa. Yaani tupo tu. Ina maana inaonekana kwamba shughuli ambayo haieleweki, yani shughuli ya ajabu, yani shughuli ambayo isiyoeleweka. Haina tija na haina kitu chochote, kwa sababu haiwezekani kiongozi leo hii unaulizwa unasema kwamba muda wa kuzungumzia huo mchezo unaofuata bado wakati umebaki na siku 2 tu. Ni leo na kesho. Utauzungumza lini? Msemaji anaulizwa anasema kwamba au kama kuna lolote tofauti
basi atatoa taarifa kuanzia leo ama kesho ama hiyo kesho kutwa yenyewe siku ya mechi. Mimi nimeangalia interview zote kwa sababu sikuwepo uwanjani, lakini nashukuru nimefuatilia kupitia mtandao wa kijamii, nimeona mazungumzo ya Mtaza Mangungu, nimeona mazungumzo ya msemaji wetu Mediari, lakini kwa sisi tuliosomea Cuba sawa, tuliosomea Cuba inaonekana kabisa viongozi wa klabu ya Simba huu kimya wote wanataka kupeleka timu uwanjani. Naomba nisikilize. Huu kimya unaoendelea huu wakisema kwamba waseme mapema, nadhani wanajua watachafua hali ya hewa ya mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba, kwa sababu wote mpaka sasa huo mchezo hatutaki. Sidhani kama unaweza kaenda kwa mapema mwanachama wa Simba akakuelewa kama anataka huo mchezo. Kwa sababu sio kwamba hatutaki mechi, labda tunawaogopa. Hatutaki mechi kwa sababu wametoa shindikizo kwenye mamlaka fulani ajuzuru fulani ajuzuru, na tarehe badilishwe ndio tutatambua huo mchezo. Na kweli imefanyika hivyo. Tujiulize kwamba shirikisho letu linaendeshwa na nyuma mwiko. Wao mbona matakwa yao yamesikilizwa? Haya, taarifa iliyotoka kubadilisha tarehe 15 kwenda 25, hakuna maelezo chini kwa nini wamepeleka tarehe 25. Kwa hiyo Simba kimeuni kama kivuli cha kujificha. Hii kama kivuli. Na sasa tuambie tu kitu kimoja, viongozi wetu ni waeledi sana, mmepambana na Simba kuitoa madongo poromoka mpaka leo hii Simba ipo kwenye ramani ya soka duniani, sio Afrika. Kuwa kwenye nafasi ya 5 barani Afrika blaza sio jambo dogo. Kuwa kwenye top 5 sio jambo dogo. Jiulize, Afrika tuna nchi 54, lakini wewe uko kwenye top 5. Jiulize katika nchi 54, toa hizo nchi 5 hizo. Una nchi ngapi unazibeba? Karibia nchi 49 unazibeba hapo. Ujiulize, kuna nini hapa? Manake Simba wako sehemu kubwa, kubeba nchi 49 sio jambo dogo. Kwa mimi naamini viongozi wa klabu ya Simba wana haki wa kutoka na kutoa taarifa. Hawana haki wao ya kupiga promo kwenye hii mechi. Sisi tunataka kauli tu. Kauli thabiti tu moja kwamba tumekubaliana na kilichopangwa na bodi ya ligi. Basi ukishatoa kauli hiyo imeisha, haihitaji maelezo mengi. Kwa sababu kwa nini sisi tunasema mchezo hatuhitaji? Siku moja kabla ya kutoka taarifa ya bodi ya ligi, viongozi wa klabu ya Simba walitoka na waraka Juni 12. Sawa Ndio tunakubaliana. Juni 13 bodi ya ligi wakatoka na mkeka jioni kwamba tarehe imefanyaje? Imebadilishwa. Kwa hiyo naamini viongozi wa klabu ya Simba kwenye hili wasipepese macho, watoke hadharani. Sio lazima watamke kwa kinywa chao, wadondoshe mkeka. Simba wana utaratibu wao kutoa taarifa kwa wana Simba wenzao. Sawa watoe taarifa kwa umma kupitia akaunti yao ya Instagram Simba Sports, weke mkeka tu pale. Zubeda Sakuru saizi achape jambo kule, atuwekee mkeka. Bwana tunautambua huo mchezo, tutaenda kushiriki. Full stop. Kusiwe na maelezo mengi, lakini kusema kwamba mtu anaulizwa anasema nitauzungumzia siku bado unasubiri lini? Sisi Kizaramo tunasema kidilewali kivika. Shughuli manake kwa uwanjani unasubiri lini? Nani chaguo hili ambalo wameamua kulichagua viongozi wa Simba, kwa maana ya kwamba ukimya huu mpaka siku yenyewe husika itakapofikia inaweza ikawa athari pengine kupelekea kupoteza mchezo huo? Binafsi athari itakuwepo. Tena itakuwepo sehemu moja tu, endapo timu ikienda uwanjani. Sawa mimi naamini Fadlu kazungumza kama benchi la ufundi, hawezi kuzungumza kitu cha management. Yeye atazungumzia kama benchi lake la ufundi, anakaa na wachezaji mazoezini na yeye ameajiriwa, wachezaji wameajiriwa. Jukumu lake ni kuambia watu nenda sehemu fulani, hana mamlaka ya kugoma kocha. Akigoma manake aachie pale mafaili aondoke nyumbani kwake. Kwa hiyo yeye ana mamlaka, mchezo umetangazwa na mamlaka, yeye lazima azungumzie. Haiwezi kusema kwamba Messi hawezi kupeleka timu kwenye mchezo. Hajapewa kanuni hiyo na sio mzungumziaje kwenye hilo. Kila mmoja anatakiwa asimame kwenye muhimili wake. Kwa hiyo benchi la ufundi limesimama kwenye muhimili wake. Ukichukua kauli ya benchi la ufundi, ukichukua kauli za Mtaza Mangungu, mwenyekiti wetu wa klabu ya Simba, ukichukua kauli za msemaji Mediari akisema kwamba hilo kama litatokea lolote tofauti tutazungumzia, manake wamekubaliana na huo mchezo. Kwa maneno hayo tu, manake unaonekana wao wamekubaliana na huo mchezo kwenda kucheza. Akasema kama itatokea lolote tofauti tutazungumza. Baada ya mchezo wa jana kutamatika, semaji amepost the end. Ina maana gani? Yaani hilo ni sehemu ya mimi nasema ni sehemu ya mind game. Mimi binafsi mpaka sasa leo tunajua tumebakisha siku moja tu ya kesho, siku ya Jumanne. Mimi binafsi nasema hii ipo bado ipo 50-50. Kwa mimi binafsi naiona ngoma bado ipo 50-50 mpaka sasa. Yaani nauona kuna uwezekano wa kupeleka timu, lakini bado kuna uwezekano pia wa kupeleka timu, kwa sababu hata wao wenyewe wanavyoonekana ndani kwenye management ya klabu ya Simba. Unajua siku zote ukiambiwa serikali maana yake ni serikali. Kuna siri kubwa sana ndani ipo ya viongozi wa klabu ya Simba. Una maana kwamba migogoro ambayo ilionekana kuchukua nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii, zile voice ambazo zilivuja ndicho kitu ambacho kinaendelea kuitafuna klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lisemalo lipo na kama halipo laja. Unaomba siku zote ukiona sehemu watu hata ile kutofautiana hivi kwa maneno, basi hapo hakuna kitu chema. Kama kuna kitu chema lazima watu wapambane ili kuhakikisha jambo linakaa sawa sawa. Kwa hiyo ukiona hata vitu vinagongana ndani, vyombo tu unaviosha ukiviweka unakuta sometimes vimegongana. Maana hiki kimevunjika. Kwani kuna mtu kakisukuma, maana yake kinatafuta kile moja kikae kwenye nafasi yake. Kwa hiyo ukiona ndani kuna tofauti fulani kidogo ipo, ni sehemu ya kujenga. Kama hakuna tofauti hapo hakuna mradi mwema. Mimi naamini ndani ya Simba kuna mradi mwema. Hiki kinachoendelea naamini
mpaka ikifika siku ya kesho na mimi tutapata jambo jema, kwa sababu leo tunajua bodi ya ligi na TFF kwa jumla wana mkutano wao leo, watatoa taarifa kwa umma kuelekea huo mchezo. Tutasikiliza wao wataongea nini. Maana hata ile tarehe 8 walizungumza asubuhi kwamba mechi ipo, lakini baadaye wakagairisha mchezo kama mchezo haupo. Kwa hiyo mimi maneno yao hata siyasikilize. Na wala ni babaishi na wala ni stui. Maneno ya bodi ya ligi na TFF yake kwa ujumla haya ni stui. Mimi atakayenistua ni taarifa ikitoka Simba Sports. Hiyo ndio itanistua, kisha bodi ya ligi. Kwa sababu wao ndio walopanga tarehe na ndio walobadilisha tarehe. Nani Young Africans anakutaka leo kesho ulete timu uwanjani ila kampiga Dodoma Jiji bao 5. Uliona magoli lao la 5? Yaani mpira ule kipa alikuwa anaweza kudaka ule. Anamgongoshia mtu, anapiga vipasi mtu anakandamiza kasilia. Mshinda wapi brother? Sasa mpira ule ushinda gani? Mpira umekuja hivi na kaugusa hivi. Sasa pale ndio unapiga ngumi pale unamdondosha mtu. Yaani ile ndio mifumo yao nyuma mwiko. Watu wengi wengi hawajui. Siku zote unajua ukishafika hatua za mwisho kila kitu kinaonekana. Hata wale watu ambao wamefanya makubwa baya sana hapa duniani kuwafanyia wenzao, ile ikishafikia ile siku za mwisho kwenye sakatul mauti. Yaani kila kitu atasema hapa. Labda hujawahi kukutana na watu wa namna hiyo. Anasema kila kitu fulani nilimfanyia mimi, kitu fulani nilimfanyia nini, baada hapo anakata roho. Ndio hicho kinachoendelea. Yaani nyuma mwiko ndio mwisho wake. Kila kitu kinaonekana cha ajabu kinaonekana hapa. Ndio mifumo yao hii. Kwa hiyo naamini wao wanavyosema kwamba wanatutaka. Sisi sio kuwataka tu. Sisi tunawahitaji zaidi. Na ndio maana walifanya mind game wakaleta basi lao Bunju kule. Ile zuga tu kwenda kukagua viwanja vya Simba. Nani kitokea amepeleka timu kafungwa bingwa mkapoteza, nani alaumiwe? Umeuliza swali zuri na ndio nilikuwa naelekea huko. Yaani viongozi wa klabu ya Simba kwenye ukimya huu. Sawa eh? Yaani hapa kila mtu anamtupia cheni. Nani akamfunge paka kengele? Nadhani umesoma kile. Nani atamfunga paka kengele? Ndio hiki kinachoendelea hapa. Mtu atakayejikanyaga kwenye hili basi msalaba ataubeba. Lakini kwenye hili hapa hili la dabi hili linaendelea, mtu akijikanyaga sawa, umeona umeona mpira utawatesa watu msimu huu kwenye ligi ya Tanzania yani ligi imeanza vizuri lakini mwisho wake unaenda kuwa mbaya. Leo unanielewa? Umeuona hapa mwisho wake unaenda kuwa mbaya. Viongozi wa klabu ya Simba kila mmoja anamtupia mwenzake jiwe, nani atampiga fulani kitakachotokea. Sababu mimi naamini ndio maana kwamba ngoma iko 50-50. Kwa maelezo yao ya watu watatu, benchi la ufundi, kocha kazungumza Fadlu Davis, sawa mtaalamu wa ufundi ndani ya Simba. Umeelewa kwa makini? Kaongea msemaji wa klabu ya Simba, lakini kaongea Mumtaza Mangungu. Kaulizwa kuhusu mashabiki wao wanasema una mchezo wao wa mwisho au tambui mchezo mwingine. Kawajibu vizuri kwamba maoni ya mshabiki na mwanachama kusema kwamba hii sukari anaita chumvi, huwezi kumkatalia na kisha kwambia hii chumvi sio sukari. Na wewe unaona kabisa hii sukari, akana kwambia hii chumvi, wewe utambishia au ni maoni yake. Lakini wao kama viongozi wa klabu ya Simba wanatakiwa wasimame sasa, yale maoni ya wana Simba yawe kitu kimoja. Hatuwezi kuwa wana Simba kila mtu ana maoni yake kuelekea mchezo wa mpira miguu, kwa sababu sisi tunakaa tunafurahi kwa sababu mpira miguu. Sisi hatuchezi tennis, sawa? Sisi hatuchezi boxing. Umeelewa? Wala sisi hatukimbili Yanga, sisi tunacheza mpira miguu. Kwa hiyo viongozi wana mamlaka sasa kuacha maoni ya wanachama na mashabiki. Wasimame short and clear, waseme ukweli kwamba tunapeleka timu ama hatupeleki. Lakini hawaseme kwamba kama kuna lolote tutatangaza, siku bado zipo. Siku bado zipo kati siku zimeisha. Wewe umeambiwa kanunue ng'ombe leo, unataka ununue ng'ombe siku ya mnada. Wewe Mnandi. Itokea Simba Sports kupoteza, nani alaumiwe? Umeuliza swali zuri. Moja kwa moja. Nilikwambia hapa nani atamfunga paka kengele. Wewe umesoma hivi. Au hujasoma shuleni dadi? Ili nani atamfunga paka kengele umesoma? Maana yake kiongozi wa klabu ya Simba kule juu yoyote yule ambaye kwenye hii watakubaliana wamepeleka timu uwanjani siku ya kesho kutwa. Asali yake itakayoenda kutokea ni moja tu. Endapo Simba kwenye mchezo huo utakosa matokeo, nyuma mwiko ataenda kuchukua ubingwa. Basi moja kwa moja hamna mtu mwingine wa kubeba huo msalaba. Wajiandae kisaikolojia. Kwa jibu wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. Sisi hapa tulipo mpaka sasa, mimi tiketi ninayo ya VIPB, ninayo elfu 30. Ile tiketi niko tayari, nimpe mtu aende akachukue nafasi yangu aende uwanjani. Ama la, nibaki nayo nyumbani. Niwe nimechangia mamlaka. Shughuli iwe imeisha. Lakini kiongozi wa klabu ya Simba kwenye hili, wasipotoa taarifa hapa unawakipeleka timu, wajiandae kuwajibu wanachama. Hii ndio kipindi ambacho Mumtaza Mangungu anakuwa kwenye wakati mgumu, kwa maana ya kwamba timu inapopata matokeo anapongezwa Mohamed Dewji mwekezaji pamoja na bodi kwa ujumla. Timu inapokuwa kwenye wakati mgumu wa mashabiki na wanachama umvaa Mumtaza Mangungu na kusema yeye ndiye mwenye hatia. Mumtaza Mangungu ndio mwenyekiti aliyochaguliwa na wanachama wa klabu ya Simba. Tukimzungumzia Mohamed Dewji, sawa, mwekezaji wetu wa klabu ya Simba ambaye mchakato mpaka sasa umekwama, haujaenda kukamilika. Yeye kama yeye hana mamlaka ya kusema kwamba timu iende wala isiende. Pamoja unaona ana nguvu ndani ya klabu ya Simba na yeye ndo anatoa pesa ndani ya klabu ya Simba. Lakini yule Mangungu ndio aliyochaguliwa na wanachama wa klabu ya Simba. Yeye ndo atakuwa asimame kujibu hoja za wanachama wa klabu ya Simba. Sisi hatujakaa kwenye mkutano kwenda kumchagua Mohamed Dewji. Mohamed Dewji anakuja kwenye mkutano kama mjumbe, anakuja kupiga kura kama mjumbe mwingine. Kwa nini timu ikiwa na wakati
mgumu anashutumiwa na timu ikiwa na wakati mzuri anapongezwa Mohamed Dewji. Unazungumza vizuri. Yaani siku zote hata wewe nyumbani pale kikitokea chochote pale kwenye familia yako analaumiwa mama baba. Nyumbani kwenye familia yako ilikitokea jambo lolote analaumiwa baba mama. Sababu baba ndio muongoza wa familia. Sawa? Hawezi akalaumiwa mama, atalaumiwa baba. Kwa hiyo kwenye hii hawezi wakalaumiwa viongozi wengine ndani ya Simba, atalaumiwa Mangungu moja kwa moja sababu ndio wanachaguliwa na wanachama klabu ya Simba. Hata tukikaa vikao, hatukai vikao kumjadili Mohamed Dewji. Sawa? Kumjadili Mohamed Dewji kafanya kosa hapa, kafanya kosa. Tutamjadili yeye kwamba yule kama kafanya kosa tunafanyaje? Kwa hiyo ili akae kwenye njia. Tuweke nukta ya kusema ya kwamba ikatokea timu wamepeleka uwanjani mnyama kapoteza kikombe, Murtaza Mangungu kwa aliko ajiandae kisaikolojia. Sio Murtaza tu. Nazungumza management yake yote. Murtaza yeye ndo namba moja first. Sawa? Alafu kuna wajumbe tujamchagua peke yake. Tumemchagua Murtaza Mangungu lakini wajumbe wake. Kwa hiyo wajiandae kisaikolojia kwenye hili. Sawa? Wajiandae kisaikolojia. Wajiandae kwa sababu nimemsikia. Sawa, mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Simba lakini katibu mtendaji mkuu wa Fati. Sawa? Nadhani unampata. Lage alizungumza siku kama 4 zilizopita kusema kwamba viongozi washakubaliana mechi itakuwepo. Alitoka hadharani akizungumza na baadhi ya vyombo vya habari. Maana yake ikionekana timu imeenda uwanjani kwamba Lage maana yake taarifa za ndani ameshazipata kwamba mechi ipo. Kwa hiyo kama mechi ipo siku ya tarehe 25. Kwa hiyo maana yake viongozi wa klabu ya Simba wajiandae kubeba msalaba wa wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. Yani nusura yao ni moja, timu ikienda ikapata matokeo. Ukiona imeenda uwanjani imefungwa ama imetoa sare imekosa ubingwa, basi viongozi wajiandae kuwajibu wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba kwenye hili. Na wafanya nini Mnandi? Wafanyaje? Kama mkifungwa viongozi. Hatuzungumzi tunawafanya nini. Tumesema wajiandae kisaikolojia kuwajibu wanachama. Sababu wanachama ndio wenye mamlaka kwenda kuchagua viongozi. Wanachama ndio wenye mamlaka kwenda kuhoji maendeleo ya klabu ndani. Washabiki wako nyuma yetu. Mtahitaji majibu yapi? Tutahitaji majibu yaliokuwa wazi. Kwa nini tarehe imebadilishwa kutoka 15 kwenda 25 bila sababu ya msingi na mmekubali kwenda kucheza? Kwa nini tarehe 8 mmezuiliwa tu getini, mmesema mechi hatutocheza na hamkucheza kweli na mechi ikaahirishwa? Kwa nini hii mmeshindwa kusimamia msiende? Hao wamesema fulani hajuzuru fulani amejuzuru. Na wamekubaliwa na tarehe imebadilishwa. Mnakubali? Maana tunakubali sasa kwenye ligi yetu nyuma mwiko yeye ndio mkubwa na yeye ndio kila kitu. Maana kwa kishakubali kupeleka timu wamekubali nyuma mwiko yeye ndio kila kitu kwenye nchi. Kwa hiyo wajiandae kutujibu hayo. Nandi imetokea wamekosa majibu ya msingi, hatua zipi mashabiki na wanachama watachukua dhidi yao? Siwezi kuzisema hapa. Sisi kama wanachama, mimi sio mshabiki, mimi ni mwanachama. Mimi kama mwanachama klabu ya Simba tunatambua miongozo yetu, tunatambua mila na desturi zetu Simba Sports. Tunajua kwamba nini kimeendelea katika msimu huu, nini kinatakiwa kifanyike. Sisi kama wanachama tuna sehemu zetu, tutakaa kulijadili hili. Nini kifanyike kuhusu viongozi wetu wa klabu ya Simba kuelekea msimu ujao. Mimi naamini sisi tunatoa kama maoni. Sababu maoni yetu sio msaafu. Tukisema sisi basi kiwe hivyo. Wenzetu wameandamana kila kona wakafanikiwa. Sawa, na wameandaliwa bonus. Alisema Dosa pale kwamba kuna bonus wameandaliwa kwa sababu maandamano yao yameenda yamefanyaje? Yametimia. Sasa viongozi wetu wakikubali kupeleka timu uwanjani. Maana yake binafsi wanatuambia kwamba tarehe 8 hawakustahili kufanyaje? Kugomea. Nandi, mimi ni kuombe weke nukta na nikwambie nakushukuru sana. Tunasubiri hicho ambacho kitajiri mara baada ya tarehe 25 kuweza kupita. Tunakuahidi kwamba tutarejea hapa na kuja kupata maoni. Na mtarejea kweli hapa. Mimi binafsi nakuahidi hapa mapema. Kweli nauguliwa lakini binafsi pia hata kama ningekuwa siuguliwi kwenye huo mchezo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuombe uhai kuwa salama tufike hiyo tarehe 25. Mimi binafsi sizungumzika wana Simba wengine. Kila mmoja ana maoni yake, ana moyo wake na ugumu wake. Mimi binafsi sitokwenda uwanjani kwa mara ya kwanza. Sitokanyaga Benjamin Mkapa kwenda kushuhudia dabi ya kihuni. Na utunze maneno yangu. Sitokwenda kushuhudia dabi ya kihuni. Hii ndio dabi ya kwanza ya kihuni toka hizo timu zianzishwe 35 kwa 36. Mzize Clement. Mzize! Attention please.